Joyce. Salut. Ça va? Oui, approchez. Ça fait longtemps. Je suis là. Ok. Karibu. Ah, stari. Aí. Combien? Combien? Não vai kusikiliza umwe. Basi mfanya. Ewa. Poxa, ele manquei. Poxa, ele manquei ça. Je suis venu te voir. Est-ce qu'on a eu kama vitu vinaharibika? Vitu vinaharibika sana. Donc, l'heure est grave, je peux le dire. Au finish, niliaprendre habari zenye zinaniluma sana kuroho. Leti na Ezra ni kaka na dada. Ha? Na istoshe ni mapasa. Aetu. Na mimi niliaprendre d'ici peu. Sikukuwa na yu. Sasa nisiki nilikuwa jiuliza ni fenomene gani ke Ezra anaezi kuwa kakake Lipasa wa Leti. Na sasa kibaya ya biote Leti iko mimba ya Ezra. Alors, ça me complique moi. Je ne sais pas comment m'y prendre. Vinanichanganyisha kwa mimi akili haswa. Alors, Mezi, pardon kwanza. Manake saa hii unataniambia kama ile mimba yenye unasema Leti iko nayo ni Ezra. laisse-moi te dire quelque chose. Bien quoi kuambia, Leti na Ezra déjà unajua kama walikuwa déjà dans programme ya kuoana. Leti alikuwa anaishi na mama. Ezra alikuwa anaishi na baba. Na ni kaka yake. Balienda mufasi kwenda jipresenter kule. Banafika kubukwe, mama na baba banakutanana. Bila kuyua kama njo vile. Donc circonstances ziko un peu flou. Na après ça nisikia kama mama yake alitombe evanui. Alors si uliza info est-ce qu'ali bilikuwa nisikia wanaweka kwa hospital pour que bamfanyizie soin na mesia wiwa suite ni nini mpaka saa hii. Na Leti nilikuwa natafuta ni mrejoindre kwa telefone sikumpata. Donc c'est ça. Malheureusement. Medi? Oui. Nanishitula roho sana. Non, ni vitu vyenye haviko kawaida. Ezra mtu mwenye napenda. Kisha Et problème haiko yako peke. Unajua bien. Moi-même j'aimais Leti. Mais mia parole ishavunjikana sana tena sana. Donc si nataka isia kadogo tena kwake. Sina, c'est terminé. Sina vraiment. Et je peux te conseiller de t'éloigner de ces gens parce que ni watu mimi naona bako kwa laana. Impossible mtu abebeshe dada yake Lipasa mimba. C'est une chose grave ça. ah, mimi nashinda comprendre hivi yako. Ça va me comprendre kesho mama. Ezra azinifanyia hivyo. Ok, moi je vais te laisser. On en a badaille. Ça va. Il y a d'autres choses que je vais faire na parce que mi kichwa iko na. Mimi ndo mwenye jireposer kwa kidogo. Na hivi ni vya kulimisha tu kesho. Ndio tada mimi na prendre ça information mais nasikia tu roho inaniluma. Mimi kwa nasi ya nini yangu. J'ai négligé totalement Béatrice kumbe ilimtendea kinyama. Hey. Mina kuacha kwanza. Tunaona wewe. Rafiki yangu mimi sitakutosha mimi kwa hapa mimi. Sasa tunaona wakati gani parce que sitakuwa kubiro leo na kesho. Au utakuwa wamepokwa. Je ne me sens pas bien. Si désolé pour toi. OK, bye. Bye.
usifadhaike, ujipe moyo. Unasikia? Bo tunatoka pima mama. Tujue kwanza kama sisi wote tulikuwa hapa chini ya jua na tutarudia. Ukomprendre hivi vinafikia. Mama haiko tena. Lakini ujipe moyo, maisha yanaendelea. Ujipe moyo, usifadhaike, usikuwe emotional. Mungu akufariji shehe wote parce na mimi nasikia mubaya kwa sababu sisi wote tunapoteza. Ukomprendre vinafikia dada. Kwa sababu sisi wote njoo njia ile tutapitia mshibote, usifadhaike. Bofu, niseme kwanza uniza nisamehe. Hii maneno yote inapitika haukukuwa na juu. Akibale batoto ni bangu. Ni bangu. Hapa niko na uchungu sana. Uchungu ya kwanza watoto bopeki banatao wana mwa ile dadako njoo anapoteza maisha. Bofu nisamehe. Atka unisamehe. Basi bofu, kumsamaha nishakusamehe zamani. Juu bie vilitokeza hata kama napoteza dadangu, lakini bie vilitokea vilishatokea na vilishapita. Ya kubakia tu sasa ni kuangalia hawa watoto kisi tutawapatia shauri ya kesho au kesho yake bofu. Barone gisi watatembea. Juu yote ni wakati ya Mungu na vipite kwanza vile. Nasikia bofu. Lakini tatizo kilio tangu tulianzia si hauna leti hapa. Sijui iko wapi. Leti, depuis siku tulianza kilio si ya monaka. Na kwanza niliwazia akose hapa njoo iko. Sijue sasa na gisi mimi nafika naona niuliza vipi. Haiko hapa bofu. Japokuwa nilikuwa na hamu sana nione Leti. Nimwambia nisamehe. Siamuona. Unaita dadako? Leti niko napima nimero yake. Haiko napika. Nasiwe kama kwenye atakuwa iko salama. Na ni mshango kusema haiko kule kunyumba. Siwe Leti atakuwa iko wapi. Bandugu, hii mambo ni kwenda nao polepole na hekima, sababu ule mtoto najua anapasha kuiko na hasira sana,
na hivi vinapasha mupita sana, sababu haiko vitu ya kawaida, na hatuwezi yua kwenye iko sai juu kuasiri yenye alikuwa nayo. Pengine anajiuliza atakuwa anaangalia tena kakake ae, ataangalia babake ae, na cha zaidi ni mjamzito. Asa pengine anaona umoja ajitenge sasa na familia, juu baada ya kuzaa anaweza kuya sasa naisha kuwa na mtoto, hata kuwa na aibu ya mingi sana, juu hivi haviwezekane na haviwezi kufanyika. Asa tuchunguze na tuulize, pengine tutayua wapi kwenye anajificha. Sawa rafiki yangu. Nasikia maneno tunaongea. Inakuwa kumtafuta tu. Lakini nilikuwa napenda nione ile mtoto wangu. Ni siku za mingi sana nilikuwa nataka niko na watu wangu wote wawili. Lakini basi tutamtafuta, atapatikana. Niko naomba Mungu tu akuwe hai. Basi mzee, tutakuacha basi kwanza kidogo, tutaonana baadaye. Bofu, tungali tutaongea kwanza. Nenda kwanza tasimua hivi. Karibu sana. Hiyo baba. Jambo mzee. Jambo sana. Sawa. Jambo baba. Jambo sana mama. Masiku ni sawa. Tawakia hivi. Okay. Ndio. Kwa majina mimi naitwa Mzee. Mimi ndio chef wa kazi wa Ezra na Alexi. Tulipata habari kama kulikuwa msiba na ingekuwa bien tukose fika kubashiriki, ingawaje tulikuwa mu mission. Tulifika hapa juzi ndio tukaamua kufika tubashiriki, lakini pole kabisa, pole. Tushapola. Na Ezra atakuwa iko. Ezra alikuwa anaenda kupumzika kidogo. Ndio kama ndeza mulamusha. Na wacha yetu. Kuna tatizo ya lazima hivi tulishafika. Atapata ujumbe. Nashukuru sana. Juu kusikia kama wewe ndio ulikuwa mkubwa wako wa kazi kule. Nashukuru sana. Na pia tuomboleza ni ya maana sana. Juu wanasemaka ukipenda kujua rafiki yako unamjua wakati ya shida. Karibie. Juu yenyewe mnafanya mnaonesha upendo kwa Ezra. Pia na kuleti juna alikuwa anatumika kwa. Nashukuru sana kabisa. Ndio papa, na mimi jina langu mimi Joyce. Na mimi niko chini yake, tunatumika shi wote pamoja. Na haina maana tusikie bali sawa na ile na tukose fika hapa kunyumba tuwashiriki paske ile natugusa shie wote. Ezra ni mmoja wetu wa kazi, anatumika mwele kampuni yetu, na Leticia naye vile vile. Vraiment pole sana. Hii msiba natupata shie wote. Pole kabisa. Tulishapola. Watoto wangu tulishapola.
wakati mlichunga wale watoto kule kukazi. Kama mko na jamii ndio mnazala wale watoto. Mko na wachunga mzuri kukazi na muendelee na wachunga. Tangu mamake naye anapotea, Leticia naye siamua. Leti haiko hapa? Haiko. Nilipima numero ya Leti depuis paka leo haipitaki. Niwaza peut-être hivi kwa stress ndio maana haiko kamata telefone. Tangu kilio inaisha, siko namuona. Nishaita mpaka na myomba yake, naye ananiambia naye hamuoni. Mnisaidie sana sababu yake ya kazi. Sawa baba, tunashukuru. Vingine wasiliana baadaye. Sawa. Asante sana baba. Sawa. Mungu awabariki ndenye mko nafanya. Ndio baba. Kwa mtawakia bien. Ndio. Boss ni mimi. Kontaki yangu iko wapi? Yeye tena kontaki mimi boss. Niko kontaki hapo. Mimi naona unacheza na kazi sana. Wewe mimi nakupatia kazi, wewe unapenda uchezeshe jua nini? Unaamua mpaka kwanza tembelea gari yangu mie na pale mama yako. Au unataka macho wewe? Nipatie kontaki. Fanya mbio. Achilia. Boss. Nisaidie. Sasa nikwambie bien, nisikie mzuri. Kama haufunguki akili ya partir ya hapa, maisha yako utapataka kitu. Mama, unapata kazi unaichezea. Kazi mama, mimi siwezi zaishi. Ungekuwa unajua vile. Nisaidie mimi. Ungekuwa unajua vile hii kazi ungeicheza. Toka. Jogani. Mbona uko nalia? Nini shida? Niambie mtoto wa kiume, nini shida? Unauliza shida. Ukaniuliza tena na yote unajua ni wewe ndio unaanzisha. Unaanzisha nini mtoto wangu? Maana gani nizaliwe na baba mhadoshi. Ushazaa mtoto apata nini? Unatafuta nini tena kule nje? Mtoto wangu. Siwezi jua kisi ndio sana. Lakini najua kama nilisharibisha. Juu yangu najua kama nishakosa dafi nilichukia mkati. Juu ya tamani. Kumbe najua ile. Jua nile mie baadhi ya Mexico. Huko watu na mama. Mtu mwaeleza hata miaka yangu baadhi ya bibi mama yangu. Mtoto wangu niumie sana. Hata vile vitu vishatokea. Lakini jua ya kwamba na kazi na nishie. Aje kazi inaisha. Baba. Eski, wewe unasema kwa busara.
Ndio. Kazi inaisha hai baba. Sasa unanisimamia? Unajua mimi ni nani? Hata vile baba. Tuko muhimu kupanga. Sikia. Kesho wala kesho yako atafukuza. Tutende hapo sasa. Sikia kwambie. Hapana ndio hapo fujo unasikia? Niko na mawazo ya kutoka wewe. Sawa baba. Ndaye. Ushakuwa mtu mzima na kuna kutafuta kule nje. Lakini ujue yote uko hapa. Na. Na ushakuwa mtu mzima na kuna kufanya. Toka ndio. Toka nisipingo. Niko na sina yangu kwa kazi na nishia tena kwa nitaka bila kushinda. Wewe unajua kama mimi ndio babako wewe. Essayez d'en savoir plus. Elle veut venir ici dans 5 minutes. Pourquoi? Elle n'a rien dit. À part qu'il s'agit d'une proposition précieuse qu'elle souhaite vous faire face à. Oui, entre. Bonjour. Oui, salut. Nilipata info kama mlikuwa kunyumba. Na tulishukuru sana kuvisite yenu. Mungu awajalie. Lakini haiko ndio kitu ilinileta. Sana kuita mchana. Joy. Mimi najua uko ukura ya situation zote zenye niko napitia. Na mimi nakuya tu hapa. Tu juste nikwambie kama usahau vyote vilipitaka. Na unisamehe sana. Na sikuwazia kama itatokea siku moja Leticia kukuwa dadangu. Naomba unisamehe sana. Na urudishe roho yako kwangu vile ilikuwa tu zamani. Joy, niko tayari kusikiliza. Yes. Leo ndio najikuta. Au ulikuwa unataka majivatuvia sasa? Unaona ke hii ndio wakati yangu sasa ya mie kupendana na Joyce. Ulifanya vyako vyote. Mina kuendea kila kama niseme hai. Mina kuendea mkila namna yote ile. No, siwezi achana na Leticia. Leticia mina mpenda. C'est la femme de ma vie. Ndio mwenye ndaoa, ule tu ndio mie. Kumbe na mko tu na laana mfamie yenu. Kupenda na wewe ni laana. Mtu sawa wewe. Kwanza, mbo utadesikize kusema mna taingilia vie privée yenu, mais ningependa nijue. Mulifikia mpaka muatua mnapendana, mnaishi, mnabebeshana mimba mpaka leo bila kujua kama wewe ni ndugu. Inatosha. Sina muda na wewe. Sikia nikwambie Joy. Makosa yangu isikuwe wewe fimbo kunipigia. Nilikuwa tu hapa kwa nia nzuri. Joy, jua kama Ezra anakupenda. Tusahau basi bibilisha pita. Nijua tena wewe nikumbushe vitu vya mimi na yeye. Ulivitaka mwenyewe.
pale kwenye huko ni kuasimia ma responsabilite za kusawa vile baba mtarajio. Joy. Hapana kupendana. Nisamehe sana. Pardon. Wewe na mimi. Ndoto. Sahau. Kama Joyce mie nilikupendaka wewe. Jamais. Wakati ishapita. Tu peux aller. Sawa, inatosha. Lakini jua kama huko siku nipendaka Enzi. Na alitokea ukupenda. Okay. Ishapita. Tuko deja mpreza na futur. Ile ni passé. Unaweza enda. Kwanza na kitu kingine usisahau. Sipendi ni kuone tena ukifikisha miguu yako hapo. Iko mwanzo na mwisho ukuona hapa. Nafikisha tena mguu yake kwa aone nini itakuwa. Me nilipata shida moja. Kelele alitoroka. Toroka? Ndio. Atesi kwa Pata information kama alimwona iko naenda kupori kwa kimbia. sikuwa informe. Ndio. Nilimshindwa kabisa alitoroka. Merci. Ukisi uliweza kwanza moya acha vijiwe. Ndio kabisa. Ninafurahi sana. Mimi naenda kwanza kazi nyingine nenda fanya kwa nyumba. Suite tutapata tutaongea tutakuwa. Sawa. Okay. Bila shaka Safi boss. Merci. Rafiki yangu Kevin. Usinione niko kimya. Hapa niko na vitu mingi sana inanitatiza hapa. Nishakuwa mwena 2 semaines isifike mkazi. Sijui kama kazi iko au haiko tena. Ndugu yangu, unaona peke ima situation yote niko napitia. Mpaka saa hii dada mwenyewe naye hajulikane kwenye iko. Rafiki yangu, kitu mimi naweza kuambia, mai dunia majaribu zinakuwa mingi na tunapaswa vumilia. Lakini para rapport ile kadepi niko siasikiaka mtu mwenye anaoa dadake. Lakini wewe sagisi wewe. Jikaze sana. Hii ni wakati tu kidogo nitapita na kila kitu kitakuwa bien. Mimi natoka kwa Mère Bossema. Mimi nafika pale sona kama alikuwa ananifuata sana. Mimi nafika pale na namwambia bon, tusihesabie basi vile vilifikia. Tusameane tu. Na urudishe turo yako vile mwanzo vilikuwa. C'est vrai anakatala kata. Njoo hapa maki kichwa inanisumbua sana. Mimi nakosa nijikomporte na nifanye nini? Par rapport à Mère Boss, naye ni mtu anayua maisha yenyewe unapitia kwa sasa, ingawa kila kitu kiko kigumu.
ataweza kutia nyuma na atawaza kitu kizuri juu yako. Mon cher, siyue kama kuhali mina mu acha iko wangu. Siyue kama naweza itika. Hakuna vile sifanye. Rafiki yangu, acha kwanza nikwambie kama mwanamke ni chombo kidhaifu. Hatana manziko na isema. Kama yeye alikuwa anakupenda kweli na alikuwa na mapenzi ya dhati kweli, utakiana naye. Kila kitu kitaenda sawa. Fred. Sawa. Ndajaribu tena kupima nione. Na hivi na mimi nataka tupumzika niendeleshe kwanza maransenyema za kutafuta ule naye kwa nini. Sawa rafiki yangu. Mimi naona nikuache kwanza. Na mimi kwa fasi kwa niko nataenda sai, niko kazi ya kufanya sai. Na wewe ni rafiki yangu. Na wewe mimi nakupenda sana. Tutapigana basi. Sawa. Poa. Bo. Tuonane mzee wangu. Asante, lakini usikuwa na mashaka. Ah, wewe usijali.